Guys, welcome to our channel. Leo tungependa kuweza kuongelea kuhusu malezi. Kuna baadhi ya watu ambao wamelelewa kwa njia tofauti tofauti, na baadhi ya malezi ambayo tumelelewa sisi kama wanadamu yanachangia vitu vikubwa sana, yanachangia maisha ya mtu ya mbele. The design ambayo mtu amelelewa yanachangia venye utaishi, yanachangia venye utakuwa. Na kikawaida sasa unaweza kuta kwamba kuna baadhi ya watu ambao wazazi hadi wanalaumu wazazi, wanalaumu watoto, wanalaumu Gen Z. Wanasema kwamba Gen Z ni watu ambao ni wabaya, ni watoto ambao hawaelewi, ni watoto ambao wanaishi maisha ambayo si mazuri. Lakini swali ambalo tunataka leo tuweze kuichambua ni je, walelewa vipi? Je, ni malezi yapi ambao hawa watoto wamepitia? Kwa sababu samaki usipomkunja kama angali mbichi, hivyo basi atakushinda akiwa amekauka ama ametolewa kwenye maji. So ni vizuri tukaweze kujua ni vipi ambao tunafaa tuweze kulea watoto wetu ili kwamba angalau tukaweze kuhifadhi kizazi cha baadaye. So hapa tuko na, utasema tu jina? Kwa majina ni Alvin Swaita. Mwenzangu? Kwa majina ni Melkisedek Sifuna. Tuko hapa hivi na Alvin na Melkisedek. Ni baadhi ya vijana ambao ni vijana wa nguvu, vijana wa power. Na tuko nao hapa studioni, wanataka kutueleza namna wameweza kulelewa ama namna wameweza kuona malezi fulani fulani katika ulimwengu huu, na kuna baadhi ya malezi ambayo hawajafurahia, na wanapoyaangalia vizuri wanaona kwamba yanapoteza sana jamii na ndio yanachangia uharibifu mkubwa sana katika dunia yetu ama hasa katika country yetu. So tunaenda kuwauliza baadhi ya maswali ambayo wataweza kutujibu, na ningependa kama hujasubscribe kwa channel yetu, kindly subscribe, like, even share, so that as you share unasaidia hii video yetu kuweza kuendelea kufikiria watu wengi. Labda nikuulize Alvin, nikirudi kwako, ni baadhi ya malezi yapi ambayo umeweza kuyaona katika jamii ya kwenu ama katika kule ambako ulilelewa, labda wewe experience wewe mwenyewe na ukasema kwamba haya malezi haiko sawa kabisa? Kuna yale ambayo wazazi wako labda wazazi walikuwa wanakulea wewe ama wanalea ndugu zako ama pale kwa jirani, ulipokuwa ukiyatazama vizuri ulikuwa unajiambia kwamba hii haifai, na kidogo hata labda kwa umri ambao uko nao umeweza kuona mazao mabaya kwa hayo malezi. Ni kama yapi? Kwa malezi hapo, mimi binafsi nimelelewa malezi magumu sana. Natoka kwa familia ambayo haijiwezi vizuri fedha. So nimepitia malezi magumu sana, na wakati nilikuwa mchanga hapo nilikuwa nikiona watoto wa familia zingine walikuwa familia ambao zinajiweza. So nilikuwa natamani kuishi maisha yao. So nilikuja kujifunza kitu kwa hiyo maisha ambayo nililelewa. Nimekuja kujifunza, usikuja kujilazimisha kuwa mtu fulani ambapo haiwezekani. Kubali malezi yako jinsi ilivyo. Okay. Na bado niko kwako, na labda unaweza semaje kuhusu malezi yako binafsi? Ni kitu kipi ambacho labda katika kulelewa kwa wazazi wako kulea haikufurahisha na ungependa kulea watoto wako hivyo? Kitu ambacho kilinifurahisha kwa malezi yangu na wazazi wangu jinsi walivyonilea ni wazazi wangu mimi ndio nilikuwa mwisho kwetu. So as in mama alinipembeleza sana. Okay. Mama alikuwa siku zote alikuwa nyuma yangu, hata nikifanya kosa mama ako nyuma yangu. So nilikuwa najua nikifanya kosa mama ako nyuma yangu. Hiyo ndio malezi mimi sitakubali kuwalea watoto wangu. Na bado niko kwako tena. Wewe unapoangalia labda venye mama alikuwa upande wako, wakati mwingine hata ukikosa unakuta anakusupport ama anakutetea ili labda lawama zikuja juu yako anakusupport. Labda nikuulize hivi, ni ukiangalia ilichangia mambo mazuri ama ilichangia mabaya? Ilichangia mambo mabaya, hakuna mazuri yalikuwa hata kidogo juu. Nilijuanga siku zote nikifanya kosa mama atakuwa hapo kunitetea. So wakati nilitoka nje kando na mama kwenda nje kuanza kutafuta riziki yangu, nilianza kuona magumu juu nikijua nikifanya kosa hakuna mtu wa kunitetea. So nilikuwa na ugumu kufanya kitu fulani, naogopa, na nikiona nikikosea nani atanisaidia kwa hilo jambo. Sawa. Kwa hivyo tuende kwa mwenzangu Sifuna. Labda Sifuna, ningependa kuuliza tu ya kwamba ni malezi yapi ambayo wewe labda umeyaona mwenyewe ama kuna venye umelelewa
na kidogo wewe unajiambia kwamba nikikuwa na watoto sitakubali waishi hivi ama niwalee hivi, nitawalea tofauti na venye labda uliona mahali mtu akilelewa ama wazazi walikulea tofauti ama uliona wazazi wakilea mtu mwingine tofauti na haikufurahisha. Kuna design fulani ambao wanalea watoto wewe ikufurahishi, unajiambia kwamba kama mimi nikipata familia leo siwezi lea watoto wangu hivi, nitawalea tofauti na hiyo. Yeah. Okay. Mimi kibinafsi waja niseme kwamba sijalelewa maisha yangu background yangu haiko mzuri sana. Background yangu ni watu ambao hawajiwezi, hiyo nitakubali. Tena background yetu ama yangu kibinafsi watu hawamjui Mwenyezi Mungu. Na kwangu kibinafsi malezi ambayo kwa sasa nayaona kulelewa kuto maybe kumjua Mwenyezi Mungu, malezi kama hayo. Ukimlea mtoto kama hamjui Mwenyezi Mungu, kwa njia nyingine utakuwa unakosea sana, kwa sababu kwangu kibinafsi hatu kulelewa malezi ya kikanisa, lakini kwangu kibinafsi kuna malezi ambayo nimejifunza ukiwa katika Ukristo, ni maisha mzuri sana. Okay. Sawa. Kwa hivyo labda niulize swali niliposa niweze kurudi kwa watu wangu. Labda niweze kuuliza swali ya mwisho. Kama nikuulize swali ya mwisho. Ningependa nikuulize hivi. Ni vipi ambavyo wewe ungependa sasa kuweza kulea ungekuwa na familia leo hii? Unaweza taka kulea aje watoto wako? Mimi kibinafsi Melkisedek, nikipata sahi watoto ama nikipata uzao wangu, nitawalea kikanisa ama kimungu. Ndio. Yeah, so hivyo unasema kwamba maadili mema na kila kitu chema ni kwa kanisa. Ni kwa kanisa. Yeah, kuna utofauti mkubwa kulingana na wewe, kuna utofauti mkubwa sana kwa watu ambao hawajalelewa kanisa na wale ambao wamelelewa kanisa. Ndio. Unaweza tofauti mbili tu. Tofauti, mtu ambaye amelelewa kikanisa ni mtu ambaye anaweza jielewa, ama ni mtu ambaye mnaweza kaa naye mkazungumza kitu kimoja. Ni seti kwamba kulelewa ukilelewa kikanisa unakuwa na heshima kidogo kwa watu, alafu ukilelewa kutokumjua Mwenyezi Mungu kuna mambo ambayo unajiingiza na baadaye yakakuumiza wewe mwenyewe. Okay. Na kulingana na utafiti, bado niko kwako tu. Kulingana na utafiti inasemekana kwamba watu ambao wako nje ya kanisa, watu ambao like hawaendi kanisani, watu ambao wanamjua Mungu. Kila mtu anajua Mungu. Ndio. Hata mchawi hujua Mungu. Ndio. Hata mganga hujua Mungu. Lakini inasemekana kwamba watu ambao hawamjui Mungu kabisa, watu like wanamjua Mungu lakini hawaendi kanisani ama hawako sana katika hizo madini, lakini wanajua tu kwamba Mungu yupo na hivyo. So kuna utafiti inasemekana kwamba hao watu wako sawa sana kushinda watu ambao wanaenda kanisani. Je, unakubaliana na hilo? Hamna. Siwezi kubaliana. Hawezi kubali. Ndio. Okay. Inasemekana kwamba watu ambao kanisani wengi utagundua kwamba ndo hata utenda mabaya zaidi kushinda hao wengine. Malezi yao sasa unakuta kwamba like experience ya life yao hukuwa tofauti sana wale watu wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu inasemekana kwamba hao hukuwa anajiforce kuleleka kitu ambacho like anajiforce kuishi maisha fulani ambayo si yake. So yeye malezi anajaribu kukunjwa naye kanisani si hata malezi yake. So akipata nafasi akijificha huko utagundua kwamba ndo kama ni kusengenya ndo msengenyaji wa kwanza, kama ni kupiga watu mawe ndo anapiga wa kwanza, lakini sasa ni kisiri chini ya maji. So wanasema kwamba lakini wala ambao wako nje ya Kristo, nje ya dini, hao watu kama kuna roho safi ni roho safi mpaka mwisho. Wewe unakubaliana? Unasema aje kuhusu hiyo? Mimi hapo kibinafsi siwezi kubaliana na yule mtu ambaye ako nje na yeye anasema ako sawa. Unajua mtu ambaye ako kimungu, yani mambo yake yote anamtumikia Mwenyezi Mungu. Na kwa njia nyingine maybe anafanya tuseme anafanya
fitina, yeye ndo mfitini hapo, anafanya vitina sana. Yule mtu hajaenda njia iliyo sawa, yaani Hajafuata mambo ya Mungu. hajafuata mambo ya Sasa Mungu. yule sasa amejificha ndani. Amejificha tu ndani tu, yani unajua, yani niseme amejificha tu hapo aonekane kwamba yeye anamtumikia Mwenyezi Mungu, lakini kwa njia nyingine hamtumikii Mwenyezi Mungu. Unaona? Amejificha tu hapo, lakini yeye hatumiki Mwenyezi Mungu. Okay. Acha niweze kurudi kwa mashabiki wanaotazama. Guys, kuna kitu ambacho tunajifunza leo. Tunajifunza kuhusu malezi. Na kuna baadhi ya malezi ambayo endapo utaweza kulea watoto wako hivyo basi huenda tukakosa kizazi cha baadaye. Kuna baadhi ya malezi ambayo leo unakuta kwamba kuna watu wengi sana, ama katika maisha ambayo tumeishi hapa, mimi mwenyewe nimeweza ku experience. Utagundua kwamba wewe uko na mtoto ni mdogo, umeanza kumpeleka shule pale, maybe pale primary school, unampeleka shuleni, unazoesha mtoto pesa kabisa. Kuna baadhi ya maisha ambayo niliona, kuna baadhi ya watu ambao nime experience na nimekuwa nikiona wakipitia hiyo hali. Mtoto ni mdogo lakini anazoesha pesa, anaenda pale high school anapewa hata 5,000 kwa sababu unapenda mtoto, unamwagia pesa, unamwambia wewe, like unaonyesha ni kama kulingana na wewe unaonekana kwamba unamuonyesha upendo, so you give that child a lot of money aende nazo. Let me tell you this, baadaye utakuja kulia. Ukizoesha mtoto pesa, unapompa hizo pesa zitaanza kumkuna hata akiwa kule shuleni. Utagundua kwamba zitaweza mtoa darasani, zimpeleke nje ya darasa, hata ingie kwa ulevi. Si kupenda kwake, hizo pesa zenye ulimpatia ndo zinamkuna. Maana siku zote ukiwa na pesa na ujui cha kutumia, pesa yenyewe utafuta kitu cha kutumia. Itakuamsha kwambia nataka nipeleke mahali fulani, hapo ndo nafaa. Sifai kuwa na wewe kwa sababu wewe hujui kitu cha kunitumikia. Itamwamsha kwa darasa, itamwamsha kule kwa dormitory, itamwamsha kule kwa shule, utakuta ameruka waya. Kwa sababu gani? Hizo pesa nilimpatia, anaenda kuzifanyia kazi. Zinamwambia kwamba nataka kwenda kufanya kazi. Utagundua kwamba leo wazazi wengi wanalalamika, wanalaumu watoto wao kwamba hao tuliwapeleka shule hamkufika mahali, tuliwapeleka shule hamkupata chochote. Ni nyinyi, kuna uwezekano wewe mzazi ndio ulichangia mwanguko wa mtoto. Kwa sababu gani? Wewe ulizoesha mtoto pesa nyingi. Hizo pesa zikampeleka mahali pengine hata azikumpatia nafasi ya kukaa kwa vitabu. So chunga sana wakati hapo unampatia mtoto pesa, ukiona wewe ndani mwako unajiambia kwamba ni kama ndo unaonyesha upendo kwa mtoto. Upendo si kumpatia mtoto pesa. Upendo ni kumlea na kumuonyesha maadili mema. Na tena vile vile pia si vizuri na uweze kuacha mtoto wako hivyo tu. Like you can't upatie mtoto wako chochote mwenye ulimpeleka shule umsahau. Let me tell you this. Pia tena ina contradict na hiyo. Siku zote mtu akikaa maisha upweke, mahali penye yako haizi settle, upendo usipopenda haizi settle. Tena hiyo kitu itamtoa tu mtusukume mahali aende ili aweze angalau kutafuta. Anaweza kuwa kwa darasani unadhani anasoma, kumbe hata hasomi. Akili yake iko mahali inatafuta. Akili yake iko mahali inajihurumia, mbona sina. So inafaa balance. Kwa mfano kama ni mtoto unampeleka shule pale, mpatie kiwango tu kidogo cha pesa. Atakuwa sawa. Yeye hatahitaji pesa nyingi. Yeye tu atanunua maandazi asubuhi, hizo pesa at least namtuma kwa maandazi, namtuma kwa chakula, atakuwa sawa. Usimuover give na usimnyime. Kwa sababu ukimnyima tena itamuaffect psychologically. Ataanza kuona wenzake wako sawa, anajiona kwamba yuko sawa, inamtoa morali hata kusoma. Inamtoa morali kabisa kusoma. Malezi mengine ambayo pia si malezi sawa. Wakati ambapo uko na mtoto, labda mtoto wako ni kierere, anachokoza wenzako, anachokoza watoto rika yake, anachokoza watu wakubwa, na wewe unamshikia nguo. Let me tell you this, kuna kitu unapanda kwa mtoto na utakuja kulia. Kuna kitu unapanda kwa mtoto na utakuja kulia maisha yako yote. Huyo mtoto atakuja kukufanyia hata mwenyewe vituko na utakuja kushangaa. Mtoto akianza kuonyesha tabia ambayo si sawa, wewe kama mzazi ni jukumu lako correct mtoto immediately. Chukua kiboko, correct mtoto, mueleze kwamba hapa na hapa ni makosa, usijaribu kufanya hivi tena. Kashifu kila ambacho anakifanya ambacho ni kibaya. Lakini leo wazazi wengi wazazi wengi unakuta kwamba wanaita watoto wao dada. Wewe uko na mtoto jini msichana, unaona kwamba labda kidogo anakaa kukufanana, unaanza kumuita kama huyu mtu ni dada yangu. Unaharibu maisha ya mtoto. Wewe unaweza correct dada yako. Unaweza piga dada yako. Mwingine anaita mtoto wake mama yangu. Wewe unaweza correct mama yako. Unaweza piga mama yako akikosa. Nakuuliza tu, unaweza piga mama yako akikosa?
So wakati ambapo unapatia mtoto madaraka kumuita mama, na wakati mtoto ni mdogo, ni mtoto wako mwenye umemzaa, lakini unamuita mama yangu, it means that you can't gain that person, you can't gain that baby because umeshampatia madaraka kuwa mama yako. So huyo mtoto, upendo usipopenda, akianza kufanya matendo ambayo ni mabaya, ama akianza kukua na kiburi, jeuri ndani mwake, yeye anajiambia kwamba upendo ambao umemuonyesha mpaka unamuita mama, umeshampea madaraka, hautaweza kumcorrect, hautaweza kumcorrect. Na let me tell you this, huyo mtoto maisha yake itakuwa tofauti. Yeye ndiye atafika mahali aanze kufanya vituko, na utafika mahali penye utaanza kujilaumu, ujiulize, kwani nilikosea wapi? Mimi ndio sijui kulea mtoto, nikupatia watoto madaraka. The generation ya saizi, wazazi wameshindwa kulea watoto, wanawapea madaraka ambayo haifai. Wacha mtoto afike kiwango cha kupewa hiyo madaraka, kuita mama ataitwa. Unamwambia dada yangu, wewe do you think utagain dadako akikosa? Ndio maana inafika mahali pa kuambia mtoto, wewe ni mkubwa, tumia akili. Atumia akili. Mtoto ni mtoto, anatabaki kuwa mtoto. Hebu kuchunguza kuhusu wazazi wako wenye walikulea, wale wazazi wako, chunguza malezi ambayo walikuwa wanawalea. Hawangeruhusu mchezo, hawangeruhusu ati uanze kufanya sijui maisha, uanze kufanya sijui ati kuitana sijui mamangu ama no. Kama ni jina itabaki kuwa tu jina. Lakini ikifika story na malezi, mtoto alikuwa anapanishiwa accordingly. Akikosa hivi anaelezwa kwamba hii ni wrong. Lakini saizi, generation ya saizi, wazazi mmeshindwa kabisa kulea watoto, mmeshindwa kabisa. Akishaanza kuwa mkubwa, mnaanza kumkomplainia, umeanza kuingiza kiburi, umeanza kuingia kwa jenga ambaye si sawa, umeanza kuwa mlevu, umeanza kuwa jeuri. Let me tell you this, wewe ulishindwa kucorrect mtoto akiwa mdogo. Akiwa mdogo ulimpatia madaraka, ulimpandisha madaraka, haukumueleza kwamba hivi ni wrong. Lakini wakati ambapo sasa amefika mahali amekolea, ndio unaanza kumuona kuwa mbaya. Mpaka saizi anakushinda. Ona, imagine saizi unaanza kusema kwamba ndakupeleka kwa jela askari. Wazazi wako waliokulea wewe mzazi unanisikiza, hawakuwahi kupeleka wewe kwa jela. Walikuwa wanakudiscipline mahali ambapo umekosea. Na ukitaka kujua generation hii imeharibika na hakuna discipline, na ndio maana ndio unakuta kwamba ndio watoto hawataki kuwa na heshima na hawataki kuwa nayo kabisa. Na ndio sasa wacha hawa wenye wanakuja sasa ndio watakuwa wasi. Ukitaka ujue, mpaka serikali yenyewe ina support hawa watoto wakuwe na jeuri. Ndio hata shuleni wakatoa viboko. Angalia miaka za kitambo 2007 kushuka chini venye discipline shule ilikuwa. Mtoto hangewahi kosa. Mtoto alikuwa anafanya vitu kulingana venye inafaa. Mtoto yote ambaye alikuwa amesoma, huyo mtu mentally alikuwa upright. Physically alikuwa upright. Kila kitu alikuwa upright. Kwa sababu gani? Mtu angepita kwa system ya shule hata kama alikuwa amejikunja angelainika. Sasa unaweza kuta unakutana mtu amemaliza shule, amemaliza college, amemaliza campus, lakini tabia ya huyo mtu hana discipline ndani mwake hata kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Hajakunjuka. Hakuna mtu ambaye amemrekebisha. Sasa shuleni ambapo tunaishi, shule ambapo tunasoma hizi shule tu ni kwenda huko, ni kwenda tu kuchukua karatasi na kupita. Hakuna discipline huko. So hata serikali ina support in discipline cases. Wazazi nyinyi wenyewe pia mna support in discipline cases. Kwa nyumbani mnaita watoto mama, mnaita watoto baba, huyu ni baba yangu, mmepewa watoto madaraka. Kwa shule, wakienda kwa shule, hata walimu mwalimu akimweleza kitu mtoto haizi sikia. Haizi sikia kwa sababu yeye ako na madaraka mengine makubwa sana. Na hata istosha anajua ya kwamba hata nikikosa niite mzazi atanishikia nguo. Wewe angalia wazazi wa kitambo. Mtoto angekosa, mzazi angekuja pale kwa ofisi na kuchukua kiboko na kularua mtoto. Mtoto angetoka hapo hivyo, the option rafiki yake mwenye angekuwa naye tu ni kitabu pekee. Lakini saizi mwalimu akijaribu kueleza mtoto kwamba hivi ni makosa, utakuta kwamba mtu ambaye atakuwa karibu sana kwake ni mzazi, hata si kitabu. So wazazi, kama mnataka hii generation ikuwe sawa, irudi kama vile nyinyi mlikuwa, ni mwamke chini mlee watoto. Kama wenyewe hapo hivyo kuna mambo ambayo mnayafanya tu hadharani. Mnayafanya tu hadharani mbele ya watoto. Do you think watoto watakuwa na respect hata kwako? Wewe kama wewe mwenyewe vitu ambavyo unazifanya, hata mwenyewe unajua. Vitu ambavyo unazifanya mbele ya watoto hazileti shangwe hata kidogo. Hata wewe kwa hiyo una babaka akifanya vitu kama hizo mbele yako. Lakini wewe saizi unafanya mbele ya watoto. Hata kuna wale ambao wanaenda kwa extent mpaka hata wanaguza avocado mbele ya watoto. Wanafinya avocado mbele za watoto.
Alafu mtoto akimistake huko nje unaanza kusema kwamba oh, mtoto wangu, mtoto wangu, mtoto wangu. Na ni wewe mwenyewe umemuonyesha. Ni wewe mwenyewe umemfunza. Wazazi, let us wake up. Let us wake up. Na kama hatuta wake up utakuta kwamba tutaua hii generation. Na yenye itakuja nitakuwa wasi. Kama wewe mwenyewe ulikuwa na hiyo discipline na watoto wako wako hivyo, siembuse watoto wako. Siujiulize, siembuse watoto wako. Meaning that we are planting a seed ambayo hata katika kuivuna si wenyewe tutatoroka mbio. Tutatoroka mbio siku ya kuivuna. Ndio wenzangu hapo wakawa wanaongelea kwamba tulee watoto vizuri, tulee hata tuelekeze watoto kanisani. Wazazi wengi saa hizi watoto wao venye wako wangali wadogo hivi, hakuna mzazi ashughuliki hata kupeleka mtoto kanisani, hata mwenyewe aende. Sasa wewe mwenyewe uende kanisa, how do you expect your child kwenda kanisani? Wacha afikishe miaka 25, ashaharibika, ashamea pembe, ashaachilia marasta, ashaachilia sijui whatever things kwa kichwa, ashakaa kama ni kama sijui nini. Akishakuwa hivyo ndio unaanza kusema kwamba oh, mtoto wangu sijui mkuje mniombe, mkuje. Let me tell you this. Samaki mkunja angali mbichi. Sasa ndo nataka abadilike eti ache sasa kuvuta bangi sasa. Na miaka 27, ache sasa kuvuta bangi, kitu alianza naye akiwa na miaka 12, 15 na huko haijua. Do you think sasa utambadilisha? Do you think sasa hivi ndo utamchange sasa aanze kuwa mtu wa kanisa? Unamuumiza huyo. Huyo ni samaki ashakoma na ashakauka. Ukijaribu kumkosoa utamvunja huyo. Ndio maana mnasema jenzi wako na kiburi. Si kiburi jenzi wako nayo. Ni ile hamu kuwarekebisha wakiwa wadogo. Kwa sababu hata hii Karen, hata hao majenzi unaona, kuna baadhi ya majenzi they are like wako na hiyo respect. Wako nayo, kuna baadhi ya majenzi wako na respect. Nasikia kuna watu wanasema kwamba sasa hii generation ya saizi hata hakuna mtu anaweza ona Mungu. Let me tell you this, bado kuna watu ambao wataona Mungu. So wewe venye unalea watoto wako vibaya, ukishindwa kuwalea vizuri, usidhani kila mtu anashindwa. Kuna wale ambao bado wana stick kwa hizo rules za kitambo na watoto wako sawa. So jukumu ni lako wewe. Jukumu ni lako. Wacha kushindwa ukiblame hao watoto, kiachilia kasi kwa watoto. No. It is your fault. It is your fault. Not unless you wake up and rectify your children kama bado hawajakomaa. Najua inakuuma sana, lakini wacha ikuume, lakini udili na watoto wako. Kwanza wewe ambao wewe uko vizuri, watoto wako bado ni wadogo wewe. Uko vizuri sana. Kama unanisikia na watoto wako bado ni wadogo, uko vizuri. You have a chance. Go and mold your children the way you want. Go and mold your children the way you want. Kama unataka daktari, anza kumtengeneza saa hiyo. Mtengeneza akiwa mdogo, aisha akijua kwamba ni daktari. Najua kwamba daktari rule number 1, asema lazima akuwe discipline, lazima akuwe accurate. Lazima afanye vitu kulingana venye anaakizwa. Daktari mgani ambao ukimwambia aenda alete maji anakuambia mimi siwezi enda, wewe mwenyewe enda. Daktari mgani mimi unamwambia kwamba nienda niletee kuni, anakuambia mimi siwezi tafuta kuni. Daktari mgani unamwambia kwamba leo pika lunch, anakuambia mimi siwezi pika. Anakuambia tu mimi nataka tu simu, nataka kuwatch. Daktari mgani? Sasa atakuwa ana watch na chat na aje sindano kwa mgonjwa. So remember that you are training someone, you are training somebody. So you should train that person. Wakati ambapo baada ako mdogo, anza kumtrain. Kani mwalimu, anza kumtrain kama bado ni mdogo. Wacha kuacha mtu amekomaa, amekuwa mkubwa, hata amefika miaka sijui ngapi huko, miaka 20, mtu hata hayana direction, unaanza kumwambia kwamba mimi nataka ukuwe mwalimu. How? Hatakuwaje mwalimu wakati hapo hujamtrain hiyo kitu kuanzia utotoni? So it is your responsibility, you as a parent, kukua mtu wa kupatiana discipline kwa jamii yako. Jamii yako haitaregret. Utakuwa unasikia toka kwamba jamii generation iliharibika, lakini utagundua kwamba generation yako haitaharibika. And let me tell you this. Najua sisi umesahau kuhusu Vision 2030. Najua umesahau kuhusu Vision 2030. Umesahau, najua. Vision 2030. Tuko na miaka chache sana tufike 2030. Tuko na miaka chache sana tufike Vision 2030. Only 5 years tufike Vision 2030. Vision 2030 iko na a lot. Sasa watu wengi washasahau. Najua mshasahau kuhusu Vision 2030 ilikuwa yazungumzia nini na what was the intention and what will happen. Mshasahau. But let me tell you this, Vision 2030, hiyo 2030 unaiona hiyo. Ikishaingia, you will see what will be happening kwa hii dunia. You will see. Vision 2030 imebeba everything. Ndio maana whatever saizi mnaziona hizi ni dalili tu za kuonyesha. Dalili za kuonyesha. Yeah. Najua mna consider vitu mzuri hapo walisema kwamba Vision 2030 zitakuwa. Mna consider vitu mzuri, but Vision 2030 imebeba everything. Kama ni discipline cases zitakuwa a lot. Kama zini kufani zitakuwa a lot. Yeah. Na uendelee kufuatilia vitu ambavyo tunaongelea kwa sababu one day I will talk about Vision 2030.
na utajua what will happen. Na hata ikianza ku happen utakuwa ushajua, utakuwa umeshajipanga. Kwa sababu Vision 2030 imebeba vitu vingi. Let me tell you this. Vision 2030 serikali imeingoja kabisa. Vision 2030 serikali imeingoja kwa hamu na gamu. Kuna vitu inafaa itekeleze. Vision 2030 watu wa giza, watu wa Freemason wameingoja vibaya sana because kuna vitu ambavyo lazima zitimie. Washazipanga. Vision 2030 watu wa kanisa hawajui. Watu wa kanisa hawajui kabisa ya kwamba Vision 2030 hata hizo discipline tunaongelea kwamba zitakuwa kanisa zitakuwa zishauao na dalili zishaanza kuonekana. Vision 2030 kanisa hata zitakuwa na uwezo wa kufanya anything, na hiyo vishaanza kuonekana. Unasinga tu uharibifu ndio utakuwa umekaa ndani vizuri, si kitambo, just 5 years to come. Hapo unasikia kwamba kanisa nyingi zitafungwa. Dalili zilikuwa zimeonekana lakini hazijafika bado. Kanisa nyingi zitafungwa, hata hapa Kenya kanisa nyingi zitafungwa sana. You will see, zitafungwa. The only churches zilikuwa zinakubalika hizo church ambazo hata haziendi like follow the right God. Those are the churches that zitakubalika. Vision 2030. Wait and see. So malezi ni kitu ya maana sana kwa watoto. Malezi ni kitu ya maana sana kwa watoto. Venye unalea mtoto wako ina determine maisha yake. Yeah. Ina determine maisha yake. So wewe choose malezi ambayo unataka kulea mtoto wako. Na first example ni wewe mwenyewe. Venye wewe mwenyewe unajiweka, venye wewe mwenyewe unaishi, kuna high chances ya mtoto wako kukopi wewe. So kama wewe mwenyewe umeamua kuishi hivyo, jua hata mtoto wako ataishi hivyo. So wewe ndio determinant ya mtoto wako. Usitaka aishi tofauti na venye unaishi, utakuwa unamuumiza. Na usitaki akuwe mkubwa ndio uanze kumchange, utakuwa unamuumiza. Wewe mchange kama angali mdogo. Kama unajua kwamba huyu mtoto huyu na anamuona kuna wanasiasa ndani, anza kummold akiwa mdogo. Hata hiyo kitu ya kuingia kwa sisi itakuwa tu rahisi kwake. Yeah. So that is it. So kindly continue following us, subscribe, share, like this video. By doing that, you will be promoting this video and spreading it so that iweze kufikia watu wengi na wajue namna ya kulea, na pia vitu vingi tunapotakapokuwa tunaziweka hapo hivyo utakuwa unazipata wakati ambapo utakuwa umesubscribe. So bye for today. Tuonane siku nyingine.